nataka kukuletea ujumbe wa asubuhi ya leo katika mpangilio wa Morning Glory, ambapo tunamshukuru Mungu, na jambo ama jumbe tunaozungumzia asubuhi ya leo ni upendano wa ndugu na udumu. Upendano wa ndugu na udumu. Najua nisema wakati mwingine ikiwa tuseme ndugu yako ni kichaa, yani mtu ambaye ana akili mauzauza, jamaa ambaye tuseme kwamba amerukwa na akili ama amerukwa na kichwa, wakati mwingine ni mtu wako akili mauzauza, mtu ni wazimu, kusema kwamba ni wazimu. Wakati kama huo kila mtu anamtoroka huyo jamaa na anasema hataki kuambatana pamoja naye. Nobody wants to be associated with a mad person. Ndio maana unaona kila mmoja anatoroka akifika katika mahali ambapo wanakutana moja kwa moja na mtu ambaye ni wazimu ama ni kichaa. Lakini tunagundua kwamba pindi litakapotendwa jambo ambalo ni kinyume, ambalo ni kudunisha, anything that will kitadunisha huyu binadamu ambaye hata kama ni mgonjwa, basi huo wakati utaona ndugu zake wakija, utaona marafiki zake, si marafiki paseni kusema kwamba utaona ndugu zake wakija. Yani you never expected kwamba mtu ambaye ni wazimu anaweza kuwa na ndugu zake ambao wanamjali. Lakini wakati huo ukimkosea, ukimtendea mambo ambayo si haki, utawaona wapendo wake wakija kumtetea na vile vile wakiinua sauti zao kwa ajili ya lile tendo ama kile kitendo ambacho amekitendewa ama ule unyama fulani. Kitabu cha Waibrania 13 mstari wa kwanza, kitabu cha Waibrania 13 mstari wa kwanza, na nasoma kwa lugha ya Kiswahili. Kiswahili inasema kwamba endeleeni kupendana kindugu, msisahau kuwakaribisha wageni, maana kwa kufanya hivyo watu wengine walipata kuwakaribisha malaika bila kujua. Basi wapendwa, jambo ambalo wanazungumzia katika Morning Glory ni upendano wa ndugu na udumu. Katika kitabu hiki cha Waibrania 13 mstari wa kwanza, hapa Paulo alimaliza hotuba yake kwa kutoa ushauri fulani kuhusu maisha ya Kikristo ya kila siku. Najua watu wengine siku ya Jumatatu si wa Kristo, Jumapili, Jumatatu, Jumanne hadi Ijumaa wengine si wa Kristo, siku ya Jumamosi ndipo wanakuwa wa Kristo, ama siku ya Jumapili wanapoenda kusali ndipo wanaonekana kwamba wao ni wa Kristo. Lakini Paulo hapa anamaliza hotuba yake akisema kwamba ama akitoa ushauri kwamba maisha ya Kikristo yanastahili kuwa ya kila siku. Wapendwa, je, tunapaswa kuwa na tabia gani kila siku tunapokaza macho yetu kwa Yesu? Tunapaswa kuepuka mitazamo gani, na ni mitazamo gani tunayopaswa kujifunza kila wakati tunapozungumza kwamba sisi we are representing God? Paulo basi hapa alitutia moyo tuanze kujiandaa kwa ajili ya uzima wa milele leo, kwa maana hapa hatuna mji udumuo, bali tuutafuta ule ujao. I shared some clip. Niliona watu wanapo let me see if I'll be able to get that clip. Acha nione if I'll be able to get that clip. Yeah, I think nimepata. I've gotten that clip. Let me see if I'll be able to share it. Sasa kuna jambo ambalo nilizungumzia siku ya leo, na I shared some clip kwamba kuna wakati ambapo vita, mambo kama yale yanatendeka kule Ukraine, yanaendelea kutendwa. If I may share that clip, wacha nione. Sawa. I want to be able to share fully, lakini that's the clip I had to share today, kwamba hao ni watu ambao wanaama kutoka kule Ukraine. Watu wanatoroka ili waweze kuokoa maisha yao. Ndiposa nikashare that one thing I've learned with all this is going
that is going on in Ukraine is that no one is carrying their big possessions along with them. No one is carrying their big mansions with them. No one is driving off with their fleet of flashy, expensive cars. Hapo the most important thing right now is life, and nothing else matters. People are running away with their lives, not their possessions. So people want to live. What a true definition of vanity of vanities. Wakati mwingine unayakusanya mali, unakusanya kila kitu, na wakati mwingine people embezzle public funds. Watu wananyanyasa wengine na wanajiwekea hazina na wataki wengine waweze kufaidika. Lakini mambo kama haya ni jambo baya linatendeka kule, lakini hili latufunza kwamba tutakapotoka hapa ulimwenguni hatutabeba mali zetu, hatutabeba if anything happens we will not be able to carry our possessions. Hiyo ni kumaanisha kwamba kila mtu anatetea maisha yake. Ndiposa basi Paulo katika kitabu hiki cha Waebrania akasema kwamba upendo wa kindugu unaweza kutekelezwa kwa jinsi gani. Paulo akishiriki mifano mitatu hapa ya vitendo, na ndiyo nitazungumzia ili niweze kutamatisha. Nitasema mstari wa 2, nisome mstari wa 3, kisha mstari wa 16, ndiposa nitamatishe morning glory asubuhi ya leo. Kwa hivyo usiende mbali, kwa sababu niko hapa kukubariki, nami nikiendelea kubarikiwa asubuhi hii. Basi mpendwa, katika mstari wa kwanza tulisoma kwamba upendano wa ndugu na udumu. Kwa maana kuna watu ambao wanajua mapenzi yao yako katika bidhaa. If the possessions disappear, na huo upendo unatoka kabisa. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba upendo wa kindugu unaweza kutekelezwa kwanza kwa kuwa mkarimu. Maana katika mstari wa 2, let me see kama nitaweza kusoma mstari wa 2 hapa. Waebrania hiyo ni 3, mstari wa kwanza. Nitafute katika lugha ya Kiswahili. Anasema kwamba wakumbukeni wale waliofungwa kana kwamba mmefungwa pamoja na. Wakumbukeni wale wanaoteseka kana kwamba nanyi mnateseka kama wao. Haya basi, hayo ni maneno mawili ambayo nitayazungumzia sasa hivi, kisha nitamatishe. Wapendwa, hapa hii inahusisha kushiriki kile tulicho nacho na wengine. Kuna watu ambao wana chakula, kuna watu ambao wana mali, kuna watu ambao wana maji, kuna watu ambao wana malazi, kuna watu ambao wana nguo. At least there is something you have that somebody does not possess, does not have. Kwa hivyo inahusisha kushiriki kile ambacho tulicho nacho na wengine. Sio tu watu tunaowajua, bali pia watu ambao ni wageni. Maana tumesoma kwamba kwa kufanya hivyo watu walikaribisha malaika wakati ambapo hawakujua. Kwa hivyo usije ukajali wale wanaowajua peke yao, wajali hata wageni wale ambao wajui. Paulo hapa anatukumbusha kwamba Abrahamu na Loti waliwakaribisha malaika. Ndiposa tukasoma katika mstari huo kwamba maana kwa kufanya hivyo watu wengine walipata kuwakaribisha malaika bila kujua. Wakati mwingi unapomkaribisha, by the way, Yesu alikuwa anauliza kama unawatendea vizuri wale unaowajua, what difference does it make na Wafarisayo na waandishi? Kwa sababu unajua wakati unamsaidia, wakati unasema nimetuma fedha nyingi kwenda kule Kenya, nimetuma, lakini nimetumia nani? Nimetumia wazazi wangu, nimetumia familia yangu. Ni vizuri to take care of your family. Lakini vile vile kuna watu ambao wanaumia, kuna watu ambao wanaugua, kuna watu mahitaji ni mengi. Lakini ningekuwa one of the most encouragement this morning inaweza kukupa ni kwamba wasaidie hata wageni pia. Jambo la pili, kwa kuwakumbusha wafungwa na walioteswa, Paulo anasema katika mstari wa 3 kwamba nilisoma na nitasoma, wakumbukeni wale waliofungwa kana kwamba mmefungwa pamoja na. Wakati mwingine unasema hao walifanya mambo yao, kwa hivyo sina haja na kufungwa kwao, maana they deserve it.
this is not the time to say kama they deserve or not. Jambo kuu ni kwamba wakumbukeni wanaoteseka, wakumbukeni waliofungwa kana kwamba mmefungwa pamoja nao. Basi kujitambulisha pamoja nao mpendwa, kuwaombea wale ambao wamefungwa na kuwategemeza kimwili na kihisia moyo mpendwa. Hayo ni mambo muhimu kabisa. Na mwisho kwa sababu sina muda mwingi hapa. Mwisho asubuhi ya leo katika Morning Glory ni kwamba mstari wa 16, kwa kutenda mema na kusaidiana. Yaani kupendana kunahusisha kuwatendea wengine jinsi tunavyotaka kutendewa. Ungependa kuibiwa, kwa hivyo hutapenda kuibia, utaweza kumuibia mwenzako kwa sababu ungependa kuibiwa. Ikiwa kuna jambo ambalo ungependa kutendewa, basi usilitende kwa mwenzako. Hilo ndilo nitakalomalizia asubuhi ya leo nikisema kwamba uyatende mema na kuwasaidia wengine, upende kuhusisha kuwatendea wengine jinsi utakavyo kutendewa vile vile. Basi kama utapenda watu wakusengenye, basi hunabudi nawe unabudi kujizuia nawe kumsengenya mwenzako kwa sababu utapenda kutendewa hivyo. Basi kuna mambo mengi ambayo tunawatendea wenzetu, lakini the measuring gadget ni kwamba ile ambayo tunapimia ni kwamba, je, ningependa kutendewa hivi? La. Kama ungependa kutendewa hivyo, basi nawe usije kumtendea mwenzako. Kwa hivyo asubuhi ya leo na juma hili mzima tutakuwa tukizungumzia upendano wa ndugu na udumu, upendano wa ndugu na udumu. Kwa hivyo jambo nimezungumzia siku ya leo ni kwamba mpendwa, upendano wa kindugu unastahili uwe mkarimu, kwa sababu kwa kuwakaribisha watu basi uende ukawakaribisha hata malaika. Na jambo la pili tumesoma ni kwamba uweze kuwakumbuka wafungwa na hata wale wanaoteswa, kama wale ambao wanateswa kule sehemu za Ukraine. Nimeona bendera zikipepea nusu mlingoti kwingine, na watu wanainua bendera za nchi zao vile vile, na ya Ukraine iko upande mwingine, yani kuwakumbuka na kusema kwamba wanawajali. Kwa hivyo wapendwa, uweze kuwaombea na kuwategemeza kimwili na hisia moyo, yani kwa yale ambayo unaweza kuyafanya kibinadamu uweze kuyafanya, na if you can give them hope, give them that hope. Na mwisho tukasema kwamba kwa kutenda mema na kusaidiana, kwa kuna jambo ambalo ungependa utendewe au watendee. Kwa kuna jambo ambalo ungependa utendewe, basi usije ukawatendea. Ni Orina Unti na hii ni AGR Live wa Global Radio, and this is